maboy wamewekewa all the burden. Ni boy ananunua kitu, ni boy ananunua kitu, ni boy anafaa kunipeleka out, ni boy anafaa kunifanya ni feel kama kuhusu mambo ya 50-50. Kama tukienda date, this time mimi nilipe, next time Block 7 on the line. Hey, tune it. Take your time, turn it up. Feel that fire. Every story, every vibe. Step in, something louder. Step in, let the rhythm talk. Hey guys, it's your boy Bena. Tumekaa tena manze. Tulikuwa hapa tukashoot episode 1, season 1. Na tunashukuru sana pale social media platforms, tunaona mnaendelea kutusurprise manze. Tumemanage kumobilize watu, subscribers wako sawa na viewers pia wako sawa, so tunawarudishia shukrani kabisa. Muendelee, tunaomba muendelee kutusupport as we continue through this our journey. Same hapa hivi, Sean Michael. I appreciate so much the people like who subscribe so far. Guys, continue subscribing and view, like and share watu wengine wajue that we have some content here. Share with your friends, share with your loved ones. We'll really appreciate. Yo, Octopiz ama Rubina hapa. Niko na cheo kubwa. So mambo yangu ni kudeal na finances. Make sure umecheki till hapo na kitu full. Unaitwa SP. Napatikana hapo Plug 7. Content itakuwa sawa. Shukran kwa subscribers na viewers. Share content. Na kama kawaida manze, tuliwaambia tumesikiza comments zenyu actually. Every time tume release a new episode, tunaangalia pale chini comment section. Na pia tunaomba usikae hapo nyumbani ukazie na uko na point unataka kutuambia. We are actually growing. So tulisikia maoni yenu ya kuleta a guest which is a lady akuje tushare na yeye some interaction, and then ningependa kumintroduce hadi yeye awaambie anaitwa nani, ametoka wapi, huku Chuka anachezea wapi. So naomba ajiintroduce. Hi guys, naitwa Tish, nimetoka Mombasa, niko second year. Nimekuja hapa Chuka to visit someone and niko happy kuwa hapa Plug 7 and I would like you share, subscribe and follow. Mnasikia watu wangu wa Mombasa. So kama mtu wa Mombasa anaweza fika Chuka, wewe ni nani tusikuite kama mgeni? So guys, like vile me notice, like for the recent few days, our surrounding imekuwa tragic. Like we've noticed a lot of losses. Like tume notice kumekuwa na losses zingine through relationship wise, and zingine we have our sister who sadly alipoteza maisha while she was traveling, I think while she was traveling back home. So first of all, naona hii episode imetulia. Last time kulikuwa na rasha huku na pale, but this time we humble ourselves. We want to send our condolences firstly to Chanel, the family. Like, send our condolences. We feel the pain of losing a daughter, a sister. Then kuna ingine where unajua tu kenye ilifanyika. You know about the lady who did what to the guy. So guys, leo we really want to talk about those. We want to tuingie deep into such topics to tujue like what could possibly go wrong. So majama, ni muona vile vitu ziko huko nje, na vile love gone wrong, na vile watu wanafuatana huko hivi na mavisu. So I don't know what your opinion is over this matter. Now, by the way, before we forget, we would like to take a moment of silence just to honor them at least. So guys, hukuwa bad manze. Kwanza
na imagine umetravel kutoka home, umetoka kuona wazazi, mmeagana na wazazi vizuri, and then all of a sudden boom, like hii inatukumbusha that we are here, we are on earth on a purpose. So hadi tukiinteract na watu huko nje, let's just stay humble and pray in fact and live your life manze. So ndio maana tunatuma our condolences, sincerely condolences to the family and to the friends. Yeah, so hii issue imekuwa mbaya sana. Sisi kama comrade, naona so far as people, students of Chuka tumepoteza 3 souls in 3 days. So inakuanga tu bad manze, ni bad na inauma sana, na ungetel sana kwa the face of the girl's parents and the young man. Alafu pia majamaa, mi ningewa urge tu, keep on checking on your friends tafadhali. Unajua bana, it comes at a point watu wanaenda tu bila kusema hata bye bye. Nyi mmekaa huko nje, after some time ndio mna realize jamaa fulani na fulani hatujawahi muona, hatujaona huyu na huyu kwa muda fulani. So at some point, keep on checking on your friends, talk to them. Waambie hadi waongelee, if you are good friends, you can tell them to talk about personal matters. Siache mtu anaweza kuwa hapa anakufa na stress zake. Kwanza sisi maboys, mtu stress inamuua anatoka nje, but so juu to the public lazima onyeshane yako sawa. Mnacheka but mtu ndani amekufa. So now to check on your friends, ongea na wao. Julia hadi comrade wako shida ni nini? Msikie tu hivyo tu, mkucheka milele. Was it last year tulikuwa na incidents kama ya comrade kujinyonga? Yeah, ilikuwa last year. So like we really need to live our life by the way. The world it's cooked. Tunaweza sema it's cooked. It's kind of cooked. Mtu ajuangi kesho. So like kuna comrade, ni last year tu tumepoteza huyo comrade, na inasemekana sijui alipatikana kwa nyumba yake. Na to make things worse, alikuwa mtu wa guiding and counseling, so you can imagine bana. Mtu ana guide na kucancel watu mwenyewe imemshinda. Manze, na alikuwa amekaa hapo like 2 days. So like ukisikia tukikwambia check on your friends, check on your brothers and sisters, check on your classmates, usikie venye wanasema. In fact me sionangi kama it's good kukaa like even a day kama sijaangalia rafiki yangu. Yeah. Because anything can happen. Unaweza kuwa umepita tu mahali kwa barabara, umepatana na certain tragic and all of a sudden kitu imehappen na tumekulost. So like we just keep on checking on our brothers. Sijui wewe Tish unasemaje kuhusu hiyo nini? Me, all I can say, tukiweza angalia hiyo incident ya pili yenye about the girl and the boy, me mostly naweza sema hapo ni kuhusu anger issues. Ililetwa mostly na anger issues. So mkidate huku nje, know the people who you are dating, and pia ukiwa kwa relationship, it's all about mimi na mpoa, socialize. At least nasema for example kama tuna date, like mimi nijue marafiki zako, ujue marafiki zangu, unaona? Kama mko na anger issues, talk about it. Usilale kama ukiwa nayo. That's all I can say. Mimi kwanza kenye kinaniuma ni ya udem mwanasi. Unajua udem ako first year. You can imagine her parent ameinvest kwake. Unajua like kutoka primary, mzazi ameisha akikulipia fee, primary, secondary. So like he or she is happy because especially kama umepita umeenda campus. Unajua back in our days tukiwa huko kwa vijiji, ulikuwa unasikia mtu amepita ameenda campus. Hiyo ni a very strong investment, na ukitoka hapo utakuja ukue a leader. So they believe that ukienda campus wewe ni hivyo ushapita. So you can imagine you can imagine hiyo time mzazi alispend akikuja kukuadmit, si ndio? And then all of a sudden hadi hujamaliza mwaka
maliza mwaka na boom, like hiyo kitu inaniuma sana, inaniuma, na si mimi peke yangu, I'm very sure inauma like the whole Chuka students. Sijui kuna time tulikuwa tumegoma juu ya issue ya nini, Accidents. juu ya issue ya accidents, Nakumbuka. na in fact kutoka hiyo siku zilipungua. Yeah. Sijui ni venye hiyo ilitoka, hiyo accident ni kama ilikuanga mbali na shule, because tuligoma hadi ikabidi wameweka bumps, si ndio? So it's something that is serious manze. Hadi wewe uko Kenyatta University, wewe uko Mombasa University, the well-being of us as students, and this is something that government should know, the well-being of us as students should be seriously taken with keen manze. Kama ni story na accident, wanafaa kutafuta ni nini ina cause hiyo accident, si ndio? Alafu pia mimi ningependa kusema not the people you are dating. Jua pali nitasema aje, ukiwa provoke venye wanaweza manage anga yao. Juu at some point hizi anga issues ndio huleta issues mingi kwa relationships, kuumizana, napata toxic relationships, huyu anapiga huyu. Siku hizi si ati maboi pekee ndio wanapiga madem, hadi madem wanapiga maboi. Maboi wengi wanaumia huku nje. So jua venye hata ukidate mtu utasaidia partner wako kumanage anga yake. Isikuwe tu juu at some point unapata mtu ni mpole hivi hivi, milele ni mpole, ujue akikasirika akoje. So at least pata kujua mtu una date venye akikasirika anakuanga, ndio pia uanze kujua maybe nikifanya hii na hii akikasirika naweza msaidia hivi na hivi. Isikuwe tu ati ni mko tu then siku moja ndio mtu amekasirika, mambo inaharibika. Mzee, Yeah. Also guys, nilikuwa nataka kuuliza in case maybe una date na mtu then mkamnunulia kitu after breakup, is it good kuchukua zile vitu zenye ulimnunulia ama unafaa kumwacha tu abaki nazo? Mimi Unaonaje? sionangi kama it's worth it, because hadi saa hii tuko sana na dem na ameacha some of his clothes kwangu, na maybe some of them ni mimi ndo nilikuwa nimemnunulia. I have to kuchukua zote nimrudishie zote, hadi bila hadi kuangalia ni nini yangu nilinunua ama ni nini yangu sikununua. So that is like it's about the past, ni kitu ilipita. So hadi tukidate ni vitu hadi hatufai kuziweka kwa akili. So it's all about, unajua partner wako, unajua nikimguza hapa huwa anakasirika vibaya sana, nikimfanyia hivi huwa anakasirika. So and then you look for ways of controlling that your partner, because we date to understand each other. Yeah. We date for companionship. So if I don't understand you, I shouldn't date you. Actually, if I don't understand you as my girl, I shouldn't date you. Si ndio? So kila mtu bado ako na opinion kwa nini, kwa relationship. Kila mtu niko na hii, wewe uko na hii, unataka tufanye nini, mna come together. So it's good to date someone you understand and someone who is low tempered. And So tukijaribu switch up to a point where like this is a gentleman's perspective over issue na kubaiwa kitu na kurudisha. Now kuna this perspective yenye mademu kuanga nayo, I'd really want Tisha explain if it's true that mademu wanakuanga na this tabia ya kuendea mavitu wamenunulia maboi, where sisi like we are expected to retain, to ensure like wamebaki na wameenda na like we move on. So Tish, sijui Not all. So wote ni tofauti. Not all girls atakuja kuchukulia. Kama for example I buy my mpoa hiyo kiatu J whatever, ati saa tukikosana I go and get it. Not all. We are all different. but being honest, kuuliza hiyo viatu umemnunulia and then the next day you see another lady with it. Nenda kutoa huyo msichana, nenda kuchukua hiyo kiatu. Hiyo kiatu nitaenda niuliwe. Mbona uvae sweti yangu? So nilikubaia. Lakini si mshawachana, hiyo iko in the past. Ni ile uchungu ya mbona uvae si yeye. Unaona? Maybe it's But a close friend na amelendiwa and
maybe alikuwa anaenda event akaona viatu ziko hapo zimeng'ara, asikia tu like I feel like huyo like like venye tuliachana akasema hadi acha tu nipeane nini. But unajua mi huwa na view like mi naonanga ni vizuri tujielewe, because when you look at an aspect of maybe the Valentine's Day which is usually on 14th of Feb, unapata maboy wamewekewa all the burden. Pressure, Ni boy ananunua kitu, ni boy ananunua kitu, ni boy anafaa kunipeleka out, ni boy anafaa kunifanya ni feel kama niko pampered, si ndio? ya madem. But then ndio maana dem akikubaia kitu na aone vizuri like nimekubaia kitu lakini naona tu unafaa kunirudishia hiyo kitu tukikosana. So that aspect of ni Valentine's Day, ama not only the Valentine's Day, even hadi ukispend more times na nini. So hiyo aspect ya kusema ati all the responsibilities belong to you and I shouldn't provide in a couple, ndio inaleta eventually tukikosana juu wewe ulikuwa ununue na nisikulipe ulikuwa ununua na nisikulipe juu sasa mimi nimenunua unafaa kunilipa. Naget? Sijui kama unani understand. Hiyo aspect ya Valentine I guess naonanga ni kama ina trigger sana. And responsibility should be shared equally. Alafu sasa tukishikanisha na hii mambo yenye Ben anasema, mimi nilikuwa nataka kujua opinion yenu nyinyi wote, now that you have a lady here. Kuna mtu hapo hivyo kwa NGL alikuwa anauliza aje ati what do we have sisi wote now that dem akapo, tungependa pia kujua opinion yake kuhusu mambo ya 50-50. Kama tukienda date this time mimi nilipe, next time kama itakuwa fair wewe ulipe, ama tuseme yes tuko hivyo, then ifike time yangu nikuwa nimelemewa kidogo, kama unaweza nisaidia kulipa then next time utalipa, ama pia inaweza ishia hapo kushare vitu. Wewe opinion yako Tish, unaonaje? For me naweza sema hapo kwa 50-50. Since sisi wote ni comrades as girls, tunafaa ku chip in. Juu sasa like hatuendi job, hatuna like we're not stable, that financially stable, so I could say ni poa dem a chip in. Naona, but unapata saa zingine sasa zenye dem ame chip in, ego ya mwanaume inakwanga ile ati huyu dem anafanya hivi, I can do much more better. So hiyo hapo ina motivate boy. Sema no, hapana hafai kufanya hii, I'll do this one. So I think it's a good idea. Most importantly kama sasa zenye maybe moving pamoja. Juu unaona maybe boy like anafinyika, unaona? Na haizi, unajua ni wanaume, you don't talk. Yeah, sema mimi sina pesa. Lakini sisi as we talk, tena hadi kama sikujui nitapatana nayo kwa match nikwambie story, hiyo kitu initoke. But you men, you won't talk. So for me, I think it's a good idea. Juu sisi ni comrades for now. Yeah. Na wewe Sean, unaonaje hapo kwa kuchip in? I always feel like the moment dem amechip in, that is now a military relationship. lazima atataka something in return, Nakwambia, ama makosa imefanyika. madem huweka demands like you must meet the expectations. I always feel like dem akichip in kuna ile kiburi huwa inapanda, like umedictatiwa, like I don't expect this from you. Kama most of the times like hata during Valentine's, if you really find a girl amefanyia a guy something, then we know that is something that is planned. And the only times that men are planned for Valentine's, it must be publicized. Lazima ikuwe publicized, uone huyu alifanyiwa hivi, na itakuwa talk of town because it's rare upate boy amespoiliwa nini. So me like okay, ni sawa, like there are ladies who chip in, na vile amesema like not all. Kuna wengine wako campus lakini standard zao maybe. Okay, as for me, 50-50 does work. Yeah, si mbaya. Because in most instances, nasikiaga like mkiachana na mtu, kitu yenye waga inakuuma ni kama umeinvest more kwake. You're investing kwa mtu na memories.
hizo ndo vitu zenye hufanya mtu like anaona yani huyu dem nimemnunulia kitu fulani na fulani mpaka ninatoa pesa zangu ndio apate kitu fulani na fulani, so anaona ni kama alikuwa ana spend more. So 50-50 does work such that hata tukiachana kila mtu aende akisikia vibaya, but also for men si vizuri like uachie dem afanye kila kitu. Si mnajua tu hata utamwachia afanye kitu fulani then utaenda huko nje usikie I pay sijui for my man rent na vitu kama hizo. So 50-50 does work actually. But me kuna nini, kuna mtu ashaniambia like for men they actually don't even want to share their weak points. Even kwa wasichana inakuanga ngumu mimi kuambia, tuseme kama na date, kuambia dem yangu like niko hivi, but dem ata open up. But sasa kwa wanaume wanaume inakuanga so hard kabisa. Inakuanga so hard. Like mimi nifunguke niambie dem yangu sina do, haitakuwa ngumu. Of which most of the men are suffering because they don't have money and they don't want to disappoint their girls. Yeah, they don't have money, but sasa mimi like nikuje uniambie unataka kitu alafu nikwambie sina, hiyo sasa ndio watu ni mingi. Utapata mtu dem yangu ameniambia ati babe kuna hii necklace nimeona Kilimall, so nataka uniode. Mimi hadi naweza danganya mzazi nimwambie nimekuwa mgonjwa nitumie kitu, na nikimwambia hivyo anatuma, akituma pesa inaenda direct hadi Kilimall. So unaona, we don't want to open up, but for girls they open up. But then venye tu Sean amesema, if you chip in muna feel like juu nime chip in kuna ego ina generate. Unapata hadi unaweza ni command uniambie wewe pika leo speaking na ulale, ama uniambie leo nipanguze miguu. But not for all girls, yeah. I would also want niongeze kitu. Nyinyi vijana mkienda huko nje kudate, usiende onyeshe dem I have money, like akitaka hii unatuma, akitaka bike unatuma, akinini. Wasichana wanapenda pesa. So sikia venye unalea mtoto ndivyo huwa anakuwa. So like don't go there unaonyesha dem like if she wants anything she can get. Yani ule umfunze like be you. Usiende hapo kama wewe hujazoea kubuy gift, si overspend na gifts. Wenda tu kwa wewe. Kionyesha msichana uko na pesa, even ata end up kupenda juu ya pesa, si venye uko. But if we look broke they will not love us. That is what men out here are saying. Kama mimi ni maskini siwezi maintain ule dem. Kama mimi ni maskini nikikuona na iPhone siwezi ku-maintain. Naelewa, but kitu hamjui wasichana ni simple. Yani uende ulete msichana smooth, inaitwa smoothie, inaitwa hiyo. Mimi nitabambika. Yani uende unibaie tu earring. I'll call even my best nimwambie nimebuy earrings. Like nitalala nikiwa nimesmile. Like sisi tunapenda tu vitu simple. Like si lazima ikuwe expensive. Jadi mimi nitakuwa zile za maybe I'm not that expensive person, but if you bring me like yogurt hivyo, I'll be very happy. Unajua na imagine scenario kama comrades. Unajua sasa hii comrades ni ngumu sana ku afford iPhone. Na imagine dem yako ako na iPhone na wewe uko na neon. Like for us men tuna feel ni kama like we are not worth your love. You should look for a person because since uko na iPhone but after tu mko na drive. Si tunafikirianga hivyo. So our ego yetu ni ati kama ni kupenda, penda mtu ako chini yako. Your level. Date your level. No. Kama umenoki mtu na ako mahali yako juu, wewe tu unabari your love. Naonanga most of my friends like tunaweza kuwa mahali and then tuko na spend then mwenye msupa pale ako na nails makeup nini. Na mwambie sana jaribu ile ulienda sana na yeye. But deep down najua msichana like she doesn't have anything, so like si what expensive. Like unaweza enda tu approach, maybe ni ile amepiga kaluku, unajua nguo za wasichana ni cheap. Naenda pale kwa nguo yao unachukua nguo ya 20
kupiga nayo look. Baadhi ya staff niliona dem anaweza vaa juu mpaka chini 150. Kwa mwanaume hiyo 150 yako ni boxer ama socks pekee. Hii imekutosha. Yaani mnataka kuniconvince that nguo za madem ni cheap kuliko za maboy. Very Sindio? cheap. Very cheap. Mi naweza vaa outfit ya ngapi? I can go with 200 na nachukua full outfit. Place nitoa Kongoya Mombasa. Very cheap. I say very cheap. Wewe 200 imekununulia nini vest? Na mbili ni soft. Longi 800. Bana longi 800. So appearance ya msichana isikupe pressure. Lakini unajua pia wavulana wanakuanga na mentality that utaona msichana mrembo yapita hapo, lakini sasa uko za like huyu ashachukuliwa, sifiki. Unajidisqualify na mapema. Unajitoa tu. But that is true. Date somebody mwenye mko level moja. Actually, niko na experience. Chuka imenifunza mengi by the way. There is this dating site. Obviously tasema because ni mbaya a bit. Dating sites. Saying from my experience. So I got this girl ako hapa Chuka. She does nursing though sitasema jina. So ako zile za aliingia kwa DM ananiuliza nimekuona huko masehemu. Are you single? Na yenyewe because by that time I was desperate, then nikasema yeah, I am single. So tukaingia talking stage, then baadaye ananiambia ati I'm not cheap. Nikamuuliza what do you mean by saying you're not cheap? Niambia I'll be requiring a monthly allowance ya kitu kama 8k. Nikicheki mpesa yenyewe isoni. Niambia ati date nimpeleke Juveras, and I was like yenyewe hii imeshinda wazee. Nikamwambia tu ile tu kusema tu kweli yenyewe hapa ligi yako sifiki. Shirika la akasema yenyewe tafuta watu wenye wako level yako. So yenyewe that's true. Tutafute watu wenye tunatoshana kilevel. So like alikwambia live. Yeah, aliniambia tu live mimi nayo ligi yako siwezi juu because aliniambia his father is a famous man by the way. Also ni mtu mwenye hategemei help, ni mtu mwenye ni self sponsored. Baba yake analipa hiyo pesa yote. So you see. So mimi kama hadi sasa mngekuwa mna date ungekuwa umeuza shamba yako hiyo. Kila kitu, lapi, simu, everything ilikuwa imeenda yeah. But then ni ukweli, unajua mimi bado huwa nashuku kama demu wao mnapenda. Like mimi huwa nashuku kabisa. Utapata demu anakudanganya tu from the start hadi mwisho. Unapata all through that wewe ndio umekuwa ukiprovide. Kila kitu ni wewe. So on your take on girls, wanakaanga aje wakipenda? Like mimi huwa nataka kuunderstand your stuff kabisa. Acha niseme on my part. Okay, wasichana wakiwa in love, dem atakukall, atacheck up on you, atakuuliza hi, umekula, umefanya nini? And then kuna ile like sema tuko na marafiki zangu, and then like sasa mpo apiga, utaona ile ka smile, and then and then she'll be like mfana apiga, and then like msichana wana turn kupenda girly things. Kama alikuwa badi atapenda girly things, dem atapenda kupikia. Kama wanapenda, hata kama hapendi kupika, she'll be into cooking. Yani she'll be into girly things, to lip gloss nini, she'll be calling you all the time, umekula, umeoga, umenini, she'll be checking up on you. Unaona? So hapo ndio nitajua ukweli sasa this girl ameninao kile mbali. But unaweza jua kama dem hakupendi. Kuna wenye like unaweza ishi na yeye and she doesn't love you. Mwenye hata create time for you, unamwambia hey, can you drop something? Kama no, I'm fixed, I don't know what. Actually, mimi naona like the problem with the men ni desperation. Because tell me why. Dem anaweza ingia tu kwa DM yako, umjui? Yeah. Ile akakutongoza tu, hata iwezi pita hata dakika 5 wewe ushaingiliana. But kwa wewe kwenda kuingia kwa dem mwenye hakujui DM yake, like haitakuwa hivyo rahisi. So
desperation is what kills us most by the way. Nika niliona dem fulani ameuliza mwanaume fulani, are you dating? Za depends on who's asking. Azimio ni mtu ako desperate. Yeah. As a man sidhani kama inafaa tukue hivyo. Hadi si That was out of pure desperation. Yeah, ilikuwa ni desperation juu because vumbi na kuchapa kutu na kuchapa ilikuwa mbaya wase. actually these things are evident. Hadi venye tu umesema some things hadi unaweza date dem na uzione tu. Mostly utaziona kwa dem akupendi. Alafu pia nilikuwa naona aje. Mimi naona nyinyi kama wanaume ni swali yenu sasa. Do you think ingekuwa wise kama Tish tuseme anakudate akununulia maua? Juu unajua juzi nimekaa hivi nikarealize men their first flowers huwa wanapata after washazikwa. Hizo zenye zitawekwa juu ya kaburi, hizo ndio maua zao za kwanza. Bana it's sad man. Sasa nilikuwa nataka nini opinion yenu ni kama men. Wewe kama tuseme una date Tish akikununulia maua uko sawa nayo ama? Depends ni hiyo maua inakujia wapi because I can't receive it in public. Ama nani anaweza pokea maua kutoka kwa demi? Mimi I can. Actually You can Yeah. in public. Yeah. Hiyo inaonyesha kwamba ndugu yangu unapendwa. Hakuna mtu yote mwenye ako kwa hiyo crowd ambaye ni mtu wake. hadi mimi second Robin. Venye tu tulisema stories na nini na Valentines. Kwani why is it always men provide, men do this? Si hadi girls at least you prove to us that at least you are there for us. Na wewe kama comrade wa Chuka unaweza bai maua utembea nayo toka kwa shop hadi kwako. Mimi naweza buy. Kama comrade wa Chuka ugopi kujipata kwa Chuka gossip. Naweza buy. Me I don't care. Medi kenye inanishangaza ni reaction ya mwanaume akipokea maua in public. By the Ukimwajini kwanza mwenzangu hapa hivi. na wewe Tish unaweza baia boy wako maua. Nataka sasa as a girl's opinion. Unaweza baia boy wako maua. No. Kwa nini? Before you buy them to gift, you should learn what they love most. So for me, naweza sema hapana, juu maybe he doesn't love flowers. Yeah. Nanyi wanaume mnapenda maua. Unajua kuna mabad boy. Alilia msema maua leo alafu kesho umemchomea ameshatoka. Relationship imeisha. Unabaia mtu maua na ajui kutandika kitanda. Unadhani anaweza hadi ajui hadi kuiweka kwa maji ati ikae ikiwa nini Fresh. Actually, mimi naona instead of ubaie boy maua, mbaie kitu kama PS5 kitu kama hiyo. Unajua boys wanapenda vitu kama hizo. Kwanza viatu. Kama ni demo ubaie boy wako kiatu. Hiyo atakupenda milele. Hapo kwa kiatu, I'd say no. Ufai kubaia mtu na date kiatu. Juu it's a sign like unampatia sign ya walk away. Hizo viatu ndio atatumia to walk away from the relationship. So maybe buy him PS or nini jersey, but shoes no. So mi zile nilinunua nirudi nichukue. Mi mpango akinibaia kiatu I won't take it. Na is it okay kama umembaia jezi uprint jina yako hapo nyuma? Man, si atakuwa zile za sasa. Nani alimwambia print jina yake hapa? Sasa tena pale kwa public kila mtu anaona hapa imeandikwa Tish. Unaona? Mpatie enda andike chini anataka huko. In regards to hizo zote tumeongelea. Like first naweza pose question to our audience. Taka describe what a toxic relationship is. So we have our NGL and tuko na our comment section. Unaweza tuambia what a toxic relationship is and what it feels like. So on this side, concerning hii case yenye imepita just recently, this lady who stabbed the guy over fights zao tu za mapenzi. Just like I'm trying to question
mental well-being ya mtu, kwanza vile tuliongelea checking up on some. I don't know what your opinion is over these toxic relationships, and maybe if any of you maybe umejikuta into one, maybe mnaweza tuambia, because me personally Mimi sijawahi jipata, lakini mimi ningesema tu hivi, kama mko mna date, umebaia mtu kitu like umembaia, hiyo ni yake, haifai urudie tena. Juu mimi kulingana na story mimi nilisikia, sijui kama ni ukweli ama acha niwaambie, then nyinyi mtaconfirm kama ni ukweli. Mimi nilisikia ati huyo dem alibaia huyo boy simu, but sasa sijui after akakuwa na fights akaenda kudai huyo boy pesa yenye alimbaia hiyo simu. So like mimi nilikuwa za kama amebai ni yake azima, haifai aende achukue tena. Nikaa tu the same way, nikaa mimi nibaie Tish chakula hapa hivi, si akisha kula imeenda hivyo, ni yake, sizienda kumdai tena. Ndio kitu mimi nilikuwa naona. Mko sure hapo kukutokea issue ya nini ya cheating? Because what else can trigger nini kitu kaa hiyo, inapata mnafanya nikaa ni massacre. Na money issues. Money issues. Yeah. Na nini ingine inaweza kweli wafasanisha? Because there was a rumors that nini kulitokea stories za boy sijui ako na dem mwingine, and then the girl akakuwa like ataki. Sasa ndio hapo sasa issues zilitokea, of which the close friends of the guy wali later confirm after the guy's death, wali later confirm that huyu msichana huyu boy hakuwa na dem mwingine. I just think like ni trigger, because unapatanga most of the people, if you throw a first punch then hivyo ndo vile vita imeanza. So kuna ile hasira, kuna extent yenye hasira ikuisha fika, like what your mind wants you to do. Actually me personally naonanga vitu kama hizo, kuna vitu zi lead to those certain acts. Let's say like for example, sisi kama comrade hapa around Chuka, anything that can trigger to a fight ni maybe kugongeana ama cheating. In fact hadi kwa hii story yote walianza na cheating, ati sijui boy alicheat and then dem akarealize. Sasa hapo ndio ilileta hiyo mambo na kuzozana nini, dem akaenda akalewa and then akakuja. Alafu pia kwenye mlisoma letter huyo dem, at some point like alikuwa mwongelea mambo na culticism, sijui nani kuwa possessed hivyo. Pia ningeomba tu audience na sisi wengine wote, mkienda kudate, know you are dating, jua kama ni Christian ama Muslim, jua pali yako religiously. Unajua at some point unapata kuna watu pagans huku nje hawaendi kanisa. But pia hata kama uendi kanisa, inafaa ujue like mtu ako level gani na Mungu. Isikuwe tu kwa relationship ujue yako hivi na hivi, utaingizwa pabaya. Sijui Tish, unaona aje kuhusu hii nini hiyo stuff na cult? Hii mambo na cults, mnaona comrade huko wanapitia sana, they do a lot of things financially, nini, family problems, but in all kuna a lot of things zenye mtu anaweza fanya, social networking nini, unaweza enda hustle, unaweza enda, especially in a school, there's some people who do this cleaning and then unalipa per hour by the school ama inaenda kwa school fees, like ukuwa engaged socially, ujue mambo zingine, and pia mjue Mungu most importantly, na just unaenga campus na sawa kwenda church. Actually for me, I second Ben. Naona ni kama ni hiyo story na cheating maybe juu, because mtu hawezi like kuja tu mwanze kupigana tu all of a sudden kama hakuna kitu. Of course mimi naona ni mambo na cheating. To my fellow comrades naambia just stay with one partner, avoid cheating. Tuko watu wengi huko by the way, na
kuna wenye wako infected na HIV, yani vitu ni nyingi, vitu ni kibao. And also kuna hii mambo na ukiwa na body count ya watu wengi, kuna ile spiritual attachment unakuwaga nayo. Kwa wale ambao wanaendaga kanisa wanajua. Na wale Waislamu pia. Yeah, so hebu tujaribu tu kumaintain na mtu mmoja juu, because although anasemanga many of the campus relationships huanga zinakufia hapa, but unaweza patana na mtu mpaka mkitoka huko nje, maybe mnaenda mtatamak wote, and at least just establish a good life. By the way, mi yangu ni hayo. So guys, just to wrap it up, mesikia people get possessed, mambo mwende kanisa, and just look into being safe all around. So I really appreciate our guest hapa hivi. She has really contributed. The session was so awesome, and till next time guys, thank you. Like,